hapa Meru Town. Nimefika studio leo kwa niaba ya askofu wangu ambaye anaitwa Bishop Samson Mwenda of Campus Grace Isiolo. Na leo nafurahi kuwa hapa ili niweze kushare neno la Mungu pamoja kwa utukufu wa jina la Yesu. Ninashukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho amenipea ili niweze kuleta mawazo ya Mungu, makusudi ya Mungu katika maisha yetu ambayo itatusaidia kumuelewa na kusonga mbali. So kabla siyaweza kuendelea, ningetaka tu niombe tuweze kuleta neno la Mungu na pia tutaweza kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Ningetaka tuombe. Baba wa mbingu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa neema na kibali ambacho umepeana asubuhi ya kushare neno lako Bwana, kufikia watu wako, kuwapea ufariji, kuwapea mwelekeo katika jina la Yesu. Baba wa mbingu, naomba neema, naomba kibali, naomba ushindi wako katika jina la Yesu. Wache upeane usemi, upeane ufunuo na kuelewa na kusikia katika jina la Yesu. Naomba pata kushukuru. Amen. Mpendwa mtazamaji wa Meru TV, asubuhi ya leo nimeingia nilete neno la Mungu hapa tuweze kushare mawazo ya Mungu pamoja kwa utukufu wa jina la Yesu. Ujumbe wa asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu the power of the blood, ama nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu tukiongea kuhusu power, the word power is from Greek word dunamis, which means the ability to cause changes, ama nguvu ama uweza wa kuleta mabadiliko, uweza wa kufanya tofauti. So wakati tunaongea kuhusu the power of the blood, tunaongea kuhusu kile ambacho damu ilitimiza. Sababu mara mingi tunaomba, tunasema damu ya Bwana Yesu, we plead the blood of Jesus, we sprinkle it everywhere. But now I want us to understand the power, the accomplishment of the blood of Jesus. Why blood? When we read Leviticus 17 verse number 11, Leviticus 17, Bible says, Leviticus 17:11. Let's read verse number 11, NIV version. For the life of a creature is in the blood, just part ye, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. So Bible inasema hapa, for the life of creature, kwa sababu uhai wa kila mnyama uko katika damu. So hapo ndio nataka tuanzie, maana katika Walawi ndio walianza dhabihu sawa kumandamu, ndio wale walipewa ile idhini ya kuanza kutumia damu ya kufanya utakaso, ceremonial cleaning, atonement, ile mambo ya kuleta watu karibu. Hapo ndio tulianzia. So Biblia inasema kwa kuwa uhai wa kila kiumbe uko katika damu. Hebu tusome verse number 14. Because the life of every creature is blood. Biblia inasema kwa sababu uhai wa kila kiumbe iko katika damu. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo ningetaka kuongea kuhusu udhamana wa damu ya mwanakondoo. Wakati tutaelewa udhamana wa damu ya mwanakondoo, tutaelewa nguvu yake, tutaelewa ile ambayo ili matimizo yake, tutaelewa kile ambacho iliweza kutenda pale msalabani katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hakuna wokovu, hakuna kukamilika, hakuna kufunguliwa bila ya kutimisi, bila ya kumwaika kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema katika Hebrews 9:12 ya kwamba ile imekubali kila kitu itakaswe, ama ifanywe patisho, ifanywe patanisho, ama ifanywe usafi kupitia damu ya mwanakondoo. So listen to me asubuhi ya leo. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo damu ya Kristo ilitimiza. Tumetangaza hapa
Sababu wakati Mungu alipenda ulimwengu, alitoa Mkristo, alitoa mtoto wake wa kipekee ambaye ni Kristo Yesu akufe pale msalabani. Akisha kufa pale, damu imwagike, atolee mwanadamu dhabihu once and for all. Sababu hapo mbeleni, kabla Kristo atumwe, kabla Kristo aletwe, kabla Kristo aachiliwe, Biblia inasema ya kwamba wakati wanadamu walifanya dhambi katika Agano la Kale, walikuwa wanatoa dhabihu za wanakondoo, wanatoa dhabihu za mbuzi, wanatoa dhabihu, wanamwanyunyusiwa damu ambayo ilikuwa ceremonial cleansing. Ile damu ilikuwa inafunika makosa, ilikuwa inafunika dhambi, lakini damu ya mwana kondoo ile tunaitanga eternal redemption ilikomboa once and for all. Tukishamwamini hakuna tena kurudi katika dhabihu. Tukishamwamini, damu yake imetutakasa mara ya kwanza na ya mwisho. Ningetaka niambie mtu leo aliyeokoka, aliyekubali Yesu, amesamehewa. Uache uongo wa shetani wa kukuambia kuna dhambi na kuhukumu. Hukumu iko wakati unaendelea katika dhambi, lakini kama ulisema toba, ulimkubali Yesu, damu yake ilikutakasa, ulisamehewa. So ningetaka niongee mambo kadha wa kadha. Kwa nini damu ya Yesu? Wanyama wote ambao wangeshinjwa walikuwa wanaisha, damu wanaisha na damu inakauka. Lakini damu ya mwanakondoo huyu ambaye ni Yesu Kristo, aliposhinjwa pale msalabani, alipomwaga damu yake, ambaye tutaelewa yale mambo ambayo alifanya pale msalabani, Biblia inasema ile damu yake ya kuosa, alifufuka tena, damu yake ingali iko active. Biblia inasema katika Warumi, amekata mkono wa kulia wa Baba, and he is interceding for us, anatuombea. Damu ndio mwaika yake kuosa, ingali hai, ingali active, yeye ako hai, anatupigania katika jina la Yesu Kristo. Number one, ningetaka tuelewe the accomplishment of the blood of Jesus. Number one, blood of Jesus purchased the church. To purchase is to meet the expected cost. Ni kununua, ni kupata, ni kufikia dhamana ya hicho kitu. Unalipia gharama yake. Alitulipia uhai wake. Ulifanya substitute. Ulitubadilishia mahali tulikuwa tukufe, mahali shetani alikuwa tulikuwa na mandeni ya shetani, mahali tulikuwa tuangamie. Damu ya mwanakondoo ilitununua, ilituleta, ilitulipia mandeni ya shetani. Shetani ajue hatuna ndeni, tulilipiwa na damu ya mwanakondoo. Mungu alipotupenda alitulipia ndani pale msalabani kupitia dhamana ya damu ya mwanakondoo. Alimeta my value, alijua apostle value yako wewe kama mhubiri. Alilipa ndeni wakati nilikuwa mlevi, wakati nilikuwa mtu mkorofi, wakati nilikuwa mtu hana njia. Damu yake nilipia mandeni na nikakombolewa katika jina la Yesu. Hiyo tunasoma katika Matendo ya Mitume 20:28 ya kwamba na mkumbuke damu ya Yesu Kristo iliyonunua kanisa. Ni wachungaji wanaambiwa mchunge kanisa ambalo Kristo alinunua kwa dhamana ya damu ya mwanakondoo. Mpendo wa dhamana. Kanisa, nilisema the other day, is the gathering of the saints. Is the gathering of the assembly of believers. Ni kusanyiko la waliamini Kristo. So wale waliamini walinunuliwa, hawakuchagua, walinunuliwa, walilipiwa gharama ili tupatikane katika jina la Yesu. Number two, the blood of Jesus Christ gives us a new covenant. Linatutoa katika maagano yote ya waganga, ya wachawi, maagano yote ya kimwili tulioyafanya. Maagano yote yanavunjika kupitia kuamini damu ya mwana kondoo, kupitia kuamini Kristo Yesu. Damu yake inatupea a new covenant. Tunakuwa a new creatures. Biblia inasema katika 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. The moment we accept Jesus Christ, we become a new creatures.
tunakuwa viumbe wapya. Mambo ya kale, dhambi ya zamani, mambo ya tenda yanafika mwisho. Ningetaka tusome kitabu cha Luke 22. Luke 22 verse number 20. Biblia inasema, tunasema Luke 22 verse number wacha tuanzie verse number 20. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured for you." So the blood of Jesus Christ ambaye ilimwagika pale msalabani inatupea agano jipya. When we believe in Christ, tunapomwamini Yesu, tunaingia katika agano jipya. Wakati tunamkiri, tunamwamini, tunamtii kila amesema, tunatembea katika ahadi na baraka za agano jipya. Tunafanyika wana, tunafanyika wateule, tunakuwa watoto ambaye ni wa Mungu, ambaye 2 Peter inasema ya kwamba we are chosen generation, people belonging to God. Sisi tutakuwa usao mteule, tutakuwa makuhani, watu ambao ni wa Mungu. Tumeingia katika agano la kufanyika wana. Unapomwamini Yesu kupitia damu ya mwana kondoo, tunaingia katika agano jipya. Asubuhi leo na kuombea Mungu, hata kama unamwamini na kama ulimwamini, ningetaka uelewe kuna baraka ya agano la kwanza. Kuna blessings of the new covenant ambazo tulipewa katika Kristo Yesu. Tunapomwamini, tunaingia katika agano jipya, agano la uzima, agano la ushindi, agano la kusamehewa, agano la uhuru. Tunatolewa katika agano la sheria la kujitetea na kujipigania. Tunakuwa wana ambao Mungu alijichagulia tuishi kwa mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Number 3, the blood of Jesus Christ has given us eternal redemption. I mentioned that. Ya kwamba damu za wanakondoo, damu za mbuzi, damu za ng'ombe zilikuwa zinafanya ceremony cleansing. Zinatakasa kwa muda, zinatakasa kwa majira. Na hiyo damu haikuwa inaleta utakaso wa ndani. Zilikuwa zinafunika ili Mungu asione, maana akiona damu anaona uhai, yani ile ghadhabu yake inatulia. Lakini katika Kristo Yesu tulipata ukombozi wa ndani, tulipata ukombozi wa kiroho, tulisamehewa kutoka ndani. Ile misisi ya dhambi, ile misisi madhabahu ya dhambi ya kitambo ya zamani, kupitia damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani, tunapomwamini tunapata eternal redemption. Ni kumaanisha namna gani? Madhabahu na maagano ya dhambi haina nguvu katika maisha yetu tunapomwamini Kristo, sababu alitoa dhabihu yake msalabani ambaye Mungu alimtoa ili kwa sababu tupatikane. Inatosha kwa utakaso, inatosha kwa msamaha, inatosha kwa urejesho, inatosha kwa kila kitu ambacho Mungu alipanga kwetu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, mpendo wa dhamana, wakati unamwamini Yesu, don't believe the lies of the devil that you are a sinner, ya kwamba kuna mambo ulifanya ambayo inakutesa. No, the blood of Jesus Christ has set you free, has given you eternal redemption. Wewe ni mtoto wa Mungu, already uko na uzima katika jina la Yesu Kristo. Jambo la nne, hiyo tunasoma katika Hebrews. Wacha tusome Waebrania 9:12. Bible says, "He did not enter by means of the blood of goat and the calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood,
thus obtaining internal redemption. Bwana Yesu asifiwe. You know, in Old Testament, makuhani walikuwa wanaingia katika tabernacle kutoa dhabihu once per year. Na tabernacle ilikuwa divided as you know. Ilikuwa na Hall of Holies, ilikuwa na outer court, na ilikuwa na the holy place. Listen to me. Biblia inasema vizuri, Kristo akuingia Hall of Holies na damu ya mbuzi na damu ya ndama. Biblia inasema he entered there with his own blood, giving us eternal redemption. Listen to me. Kristo Yesu alitupea ukombozi wa umilele. Alitukomboa, alitulipia ile gharama once and for all. Hakuna dhambi nyingine. Hatuhitaji kushinja kondoo tena. Hatuhitaji kulipia wokovu. Alilipa gharama yote msalabani ili tupatikane katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tano, the blood of Jesus Christ has brought us close to God. Ephesians 2:13. Ephesians 2:13. The blood of Jesus Christ has brought us near. Imetuleta, imetusafisha, imeondoa uadui, imefunika na mambo ambayo ilikuwa inatutenga na Mungu, imetuleta karibu. There are some people ambao wanajaribu kujiokoa kwa dhamana ya damu yao. Kuna watu ambao wanajaribu kujitakasa, kujilipia. Missing watu. But nowadays, kila kitu unalipia. Kuna dhabihu unalipia, dhabihu ya kujiconnecti, dhabihu ya kuunganisha na Mungu. Listen to me. Kristo alikulipia dhabihu ya kuunganisha na Mungu. Haufai kutoa ngiri moja, haufai kutoa sadaka aina fulani ili ujiunganishe na Mungu. Kujiunganisha na Mungu ni kuamini kazi ya msalaba, ni kuamini dhabihu ambayo Kristo alilipa pale msalabani. Biblia inasema Waefeso 2:13, but now in Christ Jesus, you who once were far away, Masekarabaganda, have been brought near by the blood of Jesus Christ. Biblia inasema in Christ, kwake ndani ya Yesu, sisi ambao hapo zamani tulikuwa mbali, we have been brought nearer to him through his blood. Tumeletwa karibu, tumekuwa connected by the blood of Jesus, damu ya mwana kondoo. Mungu alipotuita kwa wokovu, alilipa gharama yote, alimalizana kila kitu, alitupigania vita. Oh my God, Yesu alikupenda, Mungu alikupenda, alikulipia gharama. You don't have to pay anything, you don't have to give anything ili ukombolewe. Listen to me, sipingi giving, lakini nataka tuelewe msingi wa kuokoka, msingi wa kwenda kila mahali ni kuamini damu ya mwana kondoo, ni kumwamini Kristo Yesu. Hapo ndio tunapata neema ya kukubalika. Through the blood of Jesus Christ, we receive the grace to come nearer to God, because we are allies, we are foreigners, we are Gentiles, but in Christ Jesus we were brought nearer to God. Sisi tuko karibu na Mungu, tumeungana, tumepatana. Sisi ni watoto. We are no longer allies, we are no longer foreigners, we are no longer Gentiles, but now we are sons. Masekarabaganda. Wewe ni mwana wa Mungu. You have the right of inheritance. You have the right to enjoy God's blessings. You have the right to enjoy the God's grace in your life through the blood of Jesus Christ. Tumekombolewa. Sisi ni wana, sisi ni watoto wa Baba,
Sisi ni watoto wa mfarume kupitia damu ya mwana kondoo. Magonjwa hayana nafasi, umaskini una nafasi, hakuna lahana. Laana ilimalizwa pale msalabani katika jina la Yesu Kristo. Hakuna magonjwa, hakuna umaskini, hakuna kukataliwa, hakuna upinzani wote. Yesu alimaliza msalabani kupitia dhabihu ya msalaba. Oh my God. Biblia inasema tulikuwa mbali. Hata ambao uko mbali, Yesu anakupenda. Hata ambao uko mbali, Yesu anataka kurejesha, kuleta karibu. Ukimwamini, damu yake inafanya kazi. Hata leo damu yake iko active kukomboa wale wayaokoka, kuinua wale ambao wayainuliwa, kutupigania vita. Hiyo ndio silaha pekee Mungu alitumia pale msalabani, ya kunyamasisha waganga, ya kunyamasisha wachawi, ya kunyamasisha devil worship na majini. Tulipewa that grace to become children of God, to enjoy the God's abundance, to enjoy all the provisions of the grace through the blood of Jesus Christ. Kuna vitu ambavyo neema iliachilia katika Kristo Yesu, na yote ni kwa sababu kuna dhabihu alitoa mwana wa kipekee. Alitupenda kiwango ya aina gani? Imagine how God loves you. Imagine how God loved you, that he gave his only begotten son. Alipeana mtoto wake, akamwaga damu, akakulipia gharama ya makosa yako, akakulipia gharama ya dhambi yako, akalipa gharama ya umaskini, akalipa gharama ya mateso. And now you are a child of God. You can enjoy all the provision of grace. You can enjoy God's abundance in your life. You can't be poor when you believe in Christ Jesus. Uwezi ukawa maskini ukimwamini Yesu. Uwezi ukawa maskini ukifuata kasi ya msalaba katika jina la Yesu. Kristo Yesu alitulipia magonjwa pale, aliyashughulikia. Biblia inasema alichapwa mijeledi 38, akapata kwa stripes, ili sisi zote kupitia stripes tuwe healed. Tuliponywa na Yesu Kristo. Magonjwa ina nafasi, na Biblia ikutegorize magonjwa. Ilisema magonjwa yote, uwe ni saratani, uwe ni kisukari, Yesu alishughulikia. Hakuna dhambi Yesu hakushughulikia, hakuna makosa hakushughulikia. Katika damu yake pale msalabani tumekombolewa, tumelipiwa gharama katika jina la Yesu. Finally, number 60, we have been purchased. He purchased the church, and now we have been purchased. Sisi tumelipiwa gharama, sisi tumenunuliwa. Remember and listen to me, Christ paid for you. He bought you. You belong to him. You are no longer for yourself. You don't belong to anybody else. You belong to Christ. You belong to God. Because of the blood of Jesus Christ, God purchased you. Let's read Revelation 5:9. Revelation 5:9. Bible says, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and open the seals, because you are slain, and with your blood you purchased from godly persons from every tribe and language and every nation. Bible says that Christ was slain, and his blood, he purchased people. He purchased us. Alitununua na hiyo dhamani ya damu. We belong to God, and nobody can reverse that. Nobody can stop it. We belong to God. It means that we are overcomers. We are conquerors in Christ Jesus. Sisi ni washindi. Sisi ni wakufaulu. Kila akikumweza Mungu akitakuweza. Kila akikumweza Kristo akitakuweza. Tulinunuliwa. Tuko mikononi mwa Mungu. Sisi ni washindi. Sikiza mtazamaji wangu. Hata Meru iko mikononi mwa Mungu. Hata Kenya iko mikononi mwa Mungu. Viongozi wetu wako mikononi mwa Mungu. Oh my God. Wacha tuweka nafasi yetu ya kuomba, ya kuwainua, sababu tulinunuliwa. Dhamana damu ya mwana kondoo. Bible inasema ilinunua watu kutoka kila lugha, kwa kila taifa, kwa kila kabila. We all belong to Jesus. Only those who believe in him. Listen to me, my brother, my sister, wherever you're sing from. Hapa ninataka nikuhakikishie tulinunuliwa.
we were purchased. Oh my God, I never belong to myself. Mimi si mimi tena, sijitegemei, sijipiganii, sijitetei. Damu ya mwana kondoo inanitetea, iliyeninunua. Wakati Shetani anaona alama ya damu ya mwana kondoo, iliyenilipia mandeni. Hauna ndeni, hauna ndeni la Shetani, hauna ndeni lolote. You are no longer a sinner. Kama ulimwamini Yesu ukamkubali, anakupenda. Hata kama ulibackslide, rudi tena, anakungojea. Kuna alama ya agano jipya, alama ya damu ya mwana kondoo, tulinunuliwa. Finally, the blood of Jesus Christ has given us power to overcome. Has given us power to overcome. Revelation 12:11. Bible says, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Listen to me. Walimshinda kwa damu ya mwanakondoo na kukonfess. Waliamini mwana Kristo wakakonfess. Hata wasivyo leo muamini ukonfess. Useme ni mshindi. Mimi nimeokoka. Mimi nimesamehewa. Mimi nasonga mbali. Hakuna laana, hakuna limitation katika jina la Yesu Kristo. My dear viewer, wherever you are, as I conclude in the name of the Lord, I want to pray with you. Uweze kumwamini Yesu. Uweze kumkubali Yesu. Damu ya Yesu Kristo inatosha for total redemption. Ili tuleta karibu, ili tulipia gharama, tulinunuliwa, karibu, tumefanyika wana. Kuna maneno mawili ambayo ilifanya. Number 1, redemption, the cancellation of debt. Yani ondolewa dhambi. Redemption ni kuondolewa dhambi. Yani akakanso, ikawa hakuna tena. Forgiveness ni kusamehewa, ni kuoshwa. Ile uchafu yote unamwagiwa, unaoshwa kwa msafi. Bwana Yesu apewe sifa. Then in justification, he stood on our behalf and declared that we are not guilty of any wrongdoings after we believed in him. Baada ya kumwamini, he justified us. Alitutakasa, akasimama mahali, akasema you are no longer guilty of your wrongdoings. Wewe una makosa, akafanya kama wewe mwenye haki. Jina lingine ambalo limpeleka katika kasi ya msalaba, he sanctified. The sanctity, akaleta order, tukafanya watakatifu wa Mungu. My dear viewer, as I pray with you, ningetaka hapa na nasema tena, ukitaka kunifikia, kama ungetaka kunifikia katika jina la Yesu Kristo, namba yangu ya simu ni 0725 981 776. 0725 981
776. Nimesema tena niko Meriton Koje. Ukitaka maombi, ukitaka mashauri yoyote, I'm just there doing the work of the Lord. May the good Lord bless you. Unapoenda katika ibada, ubarikiwe, ufunikwe na mambo ya sawa sawa. God bless you. It is well. In Jesus' mighty name. Umeniongeza maarifa, Baba. Unastahili sifa, Baba. Milele sifa kwako.